Kwa hiyo kama nilivyoeleza ndugu watendaji wenzangu, hapo mpaka kufikia hapo unahakikisha kwamba umeutilize step ya kupiga simu. Wakati naendelea kuelezea masuala haya, naomba niweke wazi kwamba masuala haya hayahusiani na reporting channel yoyote, ama masuala haya hayahusiani na ripoti. Masuala haya yanahusiana na utendaji, na kitu pekee. Nakumbuka kuna muasisi mmoja na wote tunamfahamu, Mr. Barack Obama alishawahi kwenye moja ya mazungumzo zake na mafundisho yake alishawahi kusema kitu kimoja kwamba always judge employees by results, akiwa na maana ya kwamba siku zote watafsiri wafanyakazi kwa matokeo. Kwamba utasema umedai, utasema ulifanya taratibu za kudai, lakini kimeleta matokeo gani? Kwa hiyo sasa, kudai na taratibu za kudai ni vitu viwili tofauti. Lakini pia kudai na kuonyesha watu kuwa umedai na kudai kuleta matokeo ya kudai ambapo ndo wateja kulipa pia ni vitu viwili tofauti. Upaswi kunionyesha mimi kwa kupitia ripoti kwamba umedai. Natakiwa nione matokeo ya kudai kwa uwezo wa wateja kulipa. Natakiwa nione matokeo ya kudai kwa uwezo wa wateja kurespond juu ya madai yao. Kwa hiyo kupiga simu, unaweza kupiga simu hata mara 200 kwa mteja mmoja. Kama mteja hajatoa ahadi ya msingi, kama mteja hajafikia muafaka wa kulipa, hakuna sheria inayomlinda mteja ambayo itakuzuia wewe kumpigia mteja. Isipokuwa kama mteja ametoa positive feedback, amekuomba labda analipa mwisho wa mwezi, ndio unaweza kusubiri mpaka mwisho wa mwezi ufike, alafu ndio uendelee na juhudi za kumpigia. Lakini kama mteja hajapokea simu yako, kama mteja hajajibu meseji zako, kama mteja hajafanya respond yoyote, hakuna sheria yoyote ambayo inakuzuia wewe mtendaji kutokuendelea kumpigia simu. Piga simu kwa mara zote unazoweza. Lakini kisayansi tunaweza kukwambia elimu ya kudai madeni inakwambia piga simu angalau zisizopungua 5. Sasa wengi wetu kufika namba 5 huwa ni mbali kidogo. Unaona hata kwenye Simba na Yanga timu moja ikifungwa magoli 5 inaonekana kuna changamoto. Kwa hiyo sasa tujifunze. Baada ya kupiga simu kwa mtendaji, hatua ya pili inakwenda kwa mtu anayefuatia. Sasa kwa mujibu wa sera ama ushauri wa sera zozote ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya recovery, mtu wa pili baada ya kutoka labda kwa credit officer ama loan officer, mtu anayefuatia pale ni branch manager. Sasa policy ikimtaka branch manager kufanya reminder letter, kuandika barua ya makumbusho. Akiandika barua ya makumbusho ni lazima ahakikishe kwamba ile barua ya makumbusho mteja anaipokea kwa namna yoyote. Namna sio kumpelekea mteja physically peke yake. Mteja anaweza kupewa barua ya makumbusho kwa kumwekea copy kwenye WhatsApp yake, namba ya WhatsApp. Lakini mteja anaweza kupokea barua ya makumbusho kwa kufuata PO box yake. Lakini mteja anaweza kupokea barua ya makumbusho kwa kumtumia kwenye email yake. Sasa mteja anapopata barua ya makumbusho kutoka kwa branch manager anatakiwa aelewe kitu kimoja. Hakuna sheria ambayo inamzuia mkopeshaji kuwa na idadi sahihi ya makumbusho kwa mteja.
Unaweza kumwandikia mteja barua wiki ya kwanza, unamkumbusha kulipa rejesho ambalo ameruka. Wiki ya pili unamkumbusha tena kwa barua. Wiki ya tatu unamkumbusha kwa barua. Wiki ya 4 pia unamkumbusha kwa barua. Hizi barua 4 ambazo zimeenda nyakati tofauti kwa mteja kwa ajili ya kumkumbusha kurejesha kiasi ambacho hajarejesha, zinakuwa pia na zenyewe zina convey another message kwamba tabia ya kutokulipa kampuni yetu haipendezwi nayo.